katika ukamilifu. This is the way of living in Na kutajia perfection. njia ambazo zitakufanya uishi katika ukamilifu. Some ways that are going to make you live in perfection. Ambao mistari 6 ambayo tumeisoma Ayubu alitumia hizi njia. And in these 6 verses that we have read, njia ya kwanza kabisa the first way ni njia ya neno la Mungu. is the way of the word of God. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Kuishi katika neno la To Mungu. live in the word of God. Kwa nini neno la Mungu nasema Ayubu alikuwa mcha Mungu? Why does the word of God say that Job was righteous? Mcha Mungu ni mtu ambaye analiishi neno. A righteous person is someone who lives the word. Mcha Mungu ni mtu ambaye anasikia sauti ya A Mungu righteous person is someone who listens the voice of na God kutii Mungu anachokitaka. and does what God wants. Na mtu ambaye anasikia sauti ya Mungu And someone that listens to the word of God na kufanya kile ambacho Mungu anakitaka, and does whatever God wants, hawezi kwenda katika njia yake. cannot abide in his own ways, Hawezi kwenda katika njia ya giza. cannot follow the path of darkness, Hawezi kwenda katika njia ya makosa. cannot follow the path of Kwa sababu unbelief. Mungu hamuongozi mtu katika makosa. Because God does not lead someone to unbelief. Mungu anamuongoza mtu katika njia ya haki, God leads someone to a righteous way, njia ya ukamilifu. a perfected way. Bwana asifiwe. Ndio maana neno la Mungu linasema kumcha Mungu That's why the Bible of God says ni kuuchukia uovu. pleasing God is Kumcha Mungu, pleasing God. the fear of the Lord. Kumcha Mungu The fear of the Lord ni kuuchukia uovu, is to hate evil. Bwana asifiwe. Amen. Mithali mlango wa 8 mstari ule wa 13 chapter naamini 8, verse 12 na 13. Bwana asifiwe. Kumcha Bwana ni kuuchukia uovu. The fear of the Lord is to hate Ndio evil. maana Biblia inasema That's mtu why the huyu Bible Ayubu says- alikuwa anauchukia uovu. This kind of person, Job, hated evil. Kwa hiyo mtu ambaye anaishi katika neno la Mungu So someone who lives in the word of ni God mtu ambaye anatembea katika hofu ya is Mungu. someone who lives in the fear of Kwa hiyo God. ukitaka kuelekea katika ukamilifu, So if you want to head in the way of perfection, liishi neno la Mungu. live the word of Biblia God. inasema The Bible says mtu yeyote mkamilifu, anyone who is perfect, mtu yeyote mkamilifu a perfected ni mtu person, ambaye asiyejikua katika kunena kwake, is a person who cannot stumble in ni his mtu own asiyejikua katika saying. maneno yake. Is someone who cannot stumble in his own saying. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Ukitaka kumjua mtu mkamilifu, If you want to know a perfected person, sikiliza maneno yake. listen to his words. Anachoongea Whatever he says kitakwambia huyu ni mtu wa aina gani. will tell you which kind of person this Bwana Yesu guy is. asifiwe. Praise the Kwa hiyo Lord. ukamilifu unajengwa na neno, So perfection is built by the word. na neno ambalo linakuja kwako And the word that comes to you, haitakiwi likae tu kwenye Biblia it's not supposed to stay in the au Bible lipite only, kwenye masikio yako, or it just vanishes from your kama ears. neno ambalo lililotangulia Just like how the word, tumelisikia kwa msitizo hapa we heard it kupitia mama mchungaji. through our mom. Yoshua 1 mstari wa 8. Joshua verse Neno chapter hili la 1 verse Torati. 8. This word, Neno hili la Torati this book of the law lisiondoke kinywani mwako. should not depart out from your Unajua mouth. maana ya lisiondoke? Do you know the meaning of depart? Unajua maana ya Do lisiondoke? you know the meaning of depart? Unajua maana ya kutokuondoka? Do you know the meaning of not Yaani kitu departing? ambacho kimekaa hapo It's hapo. something that has stayed. Unajua maana ya kutokuondoka? Do you know the meaning of not Okay, departing? unajua kwa mfano kama gari likipaki sehemu fulani. Do you know the meaning of when a car parks somewhere? Hallelujah. Praise the Lord. Gari likipaki pale pale, When a car parks, haliondoki. it doesn't move. Ndio neno la Mungu linatakiwa likae hapo hapo That's kwenye how kinywa the chako. word of God is supposed to Lisiondoke. stay in your mouth. It's not supposed to depart. So neno ambalo unasubiri ufike muda uliseme, It's not the word that you're waiting for the right labda time changamoto to say zije ndio useme, or situations should anasema come so that you can lisiondoke. say. It says it should not depart. linazidi hata nywele zako. Nywele zako saa nyingine zinatoka. It exceeds your hair. Neno la Mungu linatakiwa lisiondoke. Your hair sometimes comes out, but the word Unanisikia of God vizuri, is not supposed to. Kama pua yako jinsi ambavyo imekaa hapo haijaondoka Just mpaka like how leo, your nose has stayed there. neno la Mungu libaki kwenye kinywa chako. The word of God should Anasema stay in your mouth. lisiondoke kinywani mwako, It should not depart from bali your mouth, utafakari maneno yake mchana na usiku. but you should memorize it day by day. Haliondoki kwa kulitafakari. It does not live by memorizing. Unapolitafakari linakaa. When you memorize it, it stays in you. Bwana asifiwe. Neno ambalo ulitafakari hautalipata. The word that you do not memorize, Njia mojawapo ya neno kukaa kwako one of the way of how the word ni wewe should stay kulitafakari. is by you meditating it. Bwana asifiwe. Unanisikia vizuri eh? Do you hear me? Unanisikia vizuri eh? Do you hear me? Neno la Mungu ulitafakari. The word of God is supposed to be Lisiondoke kinywani meditated mwako. so that it cannot depart from your Utakapolitafakari, mouth. When you meditate it, moja kwa moja ukiongea, directly when you speak utaongea it, kile ambacho you umekitafakari. speak whatever you've Kwa sababu meditated. maneno ya mtu Because the word huwa of yanatokana na someone mawazo ya mtu. are,
the Na result kama of mawazo someone's yako yamekuwa ni thoughts. neno la Mungu, And if your thoughts are the word of God, maneno yako yatakuwa ni neno la Mungu. your Yesu akasema kwenye Mathayo 12, Jesus said in Matthew 12, kinachomtoka mtu katika kinywa chake whatever comes out from someone's mouth, kinatokea kwenye moyo wake. it starts from his heart. Kinatokea kwenye moyo wake. Comes out from his Kwa heart. sababu katika wingi wa maneno ya mtu ndani ya moyo, Because in the plural of kinywa someone's hunena. word, a mouth speaks. Kinywa unena kutokea katika moyo. A mouth speaks from the Kwa hiyo heart. neno la Mungu ambalo hujalitafakari haliwezi kukaa So katika the moyo word wako of God that you haven't meditated, it can never stay in your na heart. uwezi kulisema. And you can never say Kwa hiyo it. kimbia njia ya kujikwaa. So leave that path of Kimbia njia ya stagnation. kujikwaa Leave the path of kwa kuliishi stagnation neno la Mungu, by living the word of kwa God. kukaa na neno la Mungu, By staying with the word of kwa God. kukaa na neno la Mungu. By staying with the word of God. Unapokaa na neno la When you Mungu, stay with the word of unakaa God, na Mungu. you stay with Na God. kama Mungu alivyo mkamilifu, And as how God is perfect, anakuambukiza ukamilifu. He perfects you as Anakuambukiza well. He ukamilifu. perfects Na you hii as ndio well. njia ya kutembea na Mungu. And this is the way of walking Hivi with ndio God. jinsi ambavyo Biblia inasema Nuhu alitembea na Mungu, This is how the Bible says that akawa mkamilifu. he walked with God. Na Mungu akamtokea Ibrahim akamwambia, nenda mbele zangu ukiwa mnyofu. And God appeared to Abraham and told him to go forth. Nenda mbele zangu uwe mkamilifu. Go forth and become perfect. Bwana asifiwe. Yoyote the ambaye Lord. anatembea na neno la Mungu, Whoever who walks with the word anayeliishi of God, neno la Mungu, lives the word of God, Mungu yuko pamoja naye. God is with him. Mungu yuko na God wewe is with him. katika jina la Yesu Kristo aliye hai. In the name of Jesus Christ. Kwa neema hii, In this same grace. kwa neema hii, In this grace. kwa neema hii, In this same grace. pokea jinsi ya kuishi katika ukamilifu. Receive how to Pokea live jinsi in ya kuishi katika perfection. ukamilifu. Receive how to live Neno in la Mungu perfection. halitapungua The kwako. word of God shall not Neno la Mungu decrease. halitapungua The kwako. word of God shall not decrease in you. Utalikumbuka mchana na You usiku. will remember it day by day. Kabla ya hujanena neno lolote, Before speaking any word. kabla hujanena neno lolote, Before speaking any word. Mungu kwa kupitia Roho Mtakatifu God through the Holy atakuelekeza Spirit nini cha kunena. will direct you Na what wewe to unatakiwa say. uwe katika maombi saa And zote, you should be in prayer all the time. ukimwambia Mungu, weka mlinzi katika kinywa changu, Telling God, keep a protector in my weka mouth. mngojezi katika maneno ya kinywa changu. Keep a protector in my mouth. Maneno yako yakapate kuwa na kipimo. My words should have limitations. Usiongee ovyo ovyo I shouldn't just blabber ukajikwaa. and stagnate. Tunakosa ukamilifu kutokana na nini? Na kujikwaa katika kunena kwetu. We lack perfection because of what we say. Haleluya. Wakati Mungu amekuandikia mambo makamilifu, Meanwhile, God has written something good for you. wewe unataja mambo yasiyokamilika. You mention things that are Kumbuka not neno la Mungu perfected. nasema amesema ili sisi nasi tuseme. Remember the word of God said, He said it so Kwa hiyo that we kila can also ambacho say Mungu it. amekisema, So whatever God said, anatarajia wewe useme kwa imani. He Unaposema wants you kwa to say it. imani, When you say it by faith, unakuwa kama Mungu jinsi you alivyo. become like how God is. Unaposema kwa imani, When you say it by faith, unapotamka kwa imani when you declare it by faith, kwamba na uzima wa Mungu, that I have the eternal life, uzima wa Mungu ule ule unaingia ndani the mwako. same eternal life Unapotamka comes into kwa you. kinywa chako kama mimi nimefanikiwa, siwezi kushindwa, When you say it in your mouth that you're maneno successful, yale yale ambayo the unayasema, same words you say, Yesu akasema kwenye Marko 11, God said it in yoyote uyasemayo ukiamini whatever you say, yanakuwa ya kwako, and you believe it becomes yanakuwa ya yours. kwako. It becomes yours. Kile ambacho nakihitaji Whatever you need, kipo katika kinywa chako. it is in your mouth. Usifunge kinywa chako. Do not close your Kinywa mouth. kilichofunga The- ni hatima A iliyofunga. closed mouth is a closed Siku ya destiny. leo, Today, siku ya leo, today, katika jina la Yesu Kristo aliye in the hai, name of Jesus ninakuombea Christ, Mungu akupatie I kinywa pray that God gives you a cha mouth kunena. to, Mungu akupatie kinywa cha kunena God gives you mouth to katika speak. jina la Yesu Kristo In aliye the hai. name of Jesus Kitabu Christ. cha Isaya anasema Bwana amenipatia kinywa cha kunena. In the book of Isaiah, it says that God has given me the mouth to declare. Bwana amenipa kinywa cha kunena God has given me the mouth to ili ninene declare, neno kwa wakati unaofaa. so that I can speak the word at the right time. Haleluya. Amen. Upokee neno kwa wakati You unaofaa should receive the word katika at the jina la right Yesu Kristo time. In aliye the hai. name of Jesus Na Christ. kutabiria hutajikwaa tena. I prophesy that Pokea you shall not ukamilifu kwa njia ya stumble. neno. Receive perfection Pokea through the ukamilifu kwa word. njia ya neno. Receive perfection Katika through the jina la word. Yesu. In the name of Jesus. Njia ya pili ambayo The itakusaidia second way that will help you uishi siku zote za maisha to yako katika live ukamilifu all the days of your life in ni maisha ya perfection maombi. is the life of Ni prayer. maisha ya Is maombi. the life of Ayubu prayer. alikuwa muombaji. Job was a prayer warrior. Bwana asifiwe. Praise the Ayubu Lord. alikuwa muombaji. Job was a prayerful Biblia man. inashuhudia kwamba kila ambapo The Bible testifies that every time siku inatimia, a day ends, Ayubu hakosi kwenda kuwaombea Job does not leave a chance to go and watoto pray wake,
for his children, kuombea familia to yake. pray for his family. Alikuwa akiombea familia He yake. would always pray for his family. Yamkini kwamba amemkosa Mungu, Although they Mungu akapate wronged God, kuwanusuru. God should have mercy on them. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Maisha ya maombi A prayer ni person, maisha ambayo a prayer life is a life yanamsogeza mtu katika ukamilifu. that brings a person to perfection. Bwana asifiwe. Praise the Kuna Lord. watu ambao walikuwa hawajakamilika kwenye There are Biblia people who weren't perfect katika in the maeneo Bible. mbalimbali. Unapoona mambo haendi vizuri katika maisha, When you see that things aren't going well in life, usilalamike. do not complain. Usilalamike. Do not complain. Nenda kwenye magoti. God, Nenda kwenye madhabahu. go in your knees. Mungu anapatikana kwa njia ya maombi. God is found in prayer. Mungu anaonekana katika madhabahu ya maombi. God is seen in the temple of Tunachotakiwa prayer. kufanya ni kutokuchoka kuomba. What we're supposed to do is not stop praying. Biblia inasema usichoke kuomba. The Bible says, do not get tired of praying. Usichoke kuomba. Do not get tired of praying. Usipoteze nguvu. Do not waste your energy. Bwana asifiwe. Praise the Endelea Lord. kuomba mpaka Mungu akujibu. Continue praying until he answers Mungu you. ni mwaminifu, anajibu maombi. God is faithful. He answers prayers. Mungu anawajibu walio katika He imani. answers those who are in faith. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Tatizo watu wengi The problem is that many people, hawaombi au wanachoka. they do not pray Ni and kwa they get sababu tired hawaamini. because they do not believe. Ukisikia mtu anasema mchungaji naamini, If you hear that people say, lakini "Pastor, nimeomba I sana," believe, but I prayed so much. huo ni uongo. That's a lie. Biblia inasema The Bible says, yoyote ambaye anaamini akiomba anapokea. whoever believes and prays Hakuna receives. mjadala mwingine. There is no other way. Imani imebaki kuwa pale pale. Faith is the only thing. Lakini remains. kumbuka pia ukamilifu But remember perfection. kwa njia ya maombi In the unakuja prayer kwa saburi. way, it comes by patience. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Unakuja kwa saburi. It comes by patience. Haleluya. Saburi ni hali ya kustahimili hali ambayo unapitia. Patience is being patient in the kind of situation Labda you're passing through. kwa sasa hivi tu nitakubaliana na Kiswahili hichi, For now, I'll just align with the kind of kuvumilia. language Amen. to hold on. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Kwa hiyo mtu unapoomba, So someone, when you pray, kumbuka when kuwa you na pray, saburi. remember to have patience. Usiombe kama vile unataka kukunja mkono wa Do Mungu. not pray as if you want to misdirect the hand of God. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Watu wengine wanapoomba When other people pray, wanataka kumlazimisha they Mungu. want to force God. Imani sio kumlazimisha Mungu. Faith isn't forcing God. Imani ni kuamini kwamba Mungu ametenda. Faith is believing that God has done it. Unaweza ukasikia kwamba mtu ambaye anataka kumlazimisha Mungu, Someone who wants to force God, maana yake kwamba tayari yaamini. it means he Kwa sababu already doesn't imani believe. maana yake kwamba Mungu ametenda. Because faith means that Kama God has ametenda, mbona done it. unataka kuutenda tena If he mkono has wake? already, if he has done it, why do you want Bwana him Yesu to do it asifiwe. again? Kwa hiyo unapoomba hakikisha uombe kama unataka kumsukuma Mungu afanye, If Mungu you're fanya, praying, Mungu make sure fanya. you're not Hapana. forcing God. No. Tunakosea maombi kwa vitu vidogo sana. Tunamwambia Mungu fanya, We Mungu tell God fanya, to do it, Mungu do it. fanya, Mungu God do fanya. it, God do it. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Simama katika zamu yako. Stand in your position. Omba ukiamini. Pray, Omba ukiamini. pray while believing. Biblia inasema unapoomba ukiamini, The Bible says, yanakuwa pray ya kwako. while you believe, Yanakuwa and ya all is kwako. yours, and all is Hayawi ya yours. mtu They mwingine. don't become Bwana others. Yesu asifiwe. Amen. Usichoke katika kuomba. Do not get tired in Hata kama praying. umeomba miaka 10. Even if you've prayed for 100 years. Biblia haijasema miaka mingapi The uombe. Bible didn't say how Maombi many years hayana you should muda. pray. Eliya Do not aliomba mara have 7. time. Eliya aliomba mara 7. Elijah prayed Lakini 7 haikutuambia times. kama ni mara 7 kwa siku, But he didn't tell us if it was mara 7 7 kwa times mwezi, per day, mara per 7 month, kwa mwaka per year, au kwa miaka. or per decades. Kwa hiyo unapoomba, So when you pray, muda uwe nje, time should be outside. imani itangulie. Faith should go forth. Usiombe ukiwa unahesabu muda, Do not pray while counting hours. utachanganyikiwa. You will go mad. Omba ukiwa umesimama katika imani. Pray while standing in faith. Bwana asifiwe. Amen. Mungu anajibu kwa ufupi sana. God answers in an easy Mungu way. achelewi. God does not delay. Biblia inasema Mungu atawajibu The upesi. Bible says God will answer you Kitabu cha Luka in mlango wa speed. 18, Mungu atawajibu upesi. Luke 18, God will answer you Mungu in anajibu speed. upesi. God answers in speed. Mungu anajibu haraka. God answers in fast. Haleluya, Mungu achelewi. God does not delay. Tunaochelewa ni sisi wenyewe. Whoever delays is Nini us. kinachelewesha imani zetu? What delays us is our faith. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Omba ukiwa na shukrani. Pray with a Sio thanksgiving baada ya heart. kuomba unaanza kuanza kulalamika au kufikiria nini kimetokea. Not after Thanksgiving, you just start Omba asking ukimwambia yourself, Mungu what has asante kwa sababu happened? umefanya. Pray knowing that you know God has already done it. Bwana asifiwe. Praise the Fanya Lord. kile ambacho unakiomba kimepita.
Do it as if whatever you've prayed, it has Sio already kwamba come to pass. kinakuja. Not it's coming. Jabez. Jabez. Hallelujah. Jabez au Yabes kwa Kiswahili. Yabes alikuwa na shida kwenye maisha yake. Was passing through challenge. Alikuwa amebarikiwa lakini haoni baraka ya Mungu. He was blessed but didn't see the Mungu alikuwa amemwandikia ukamilifu. But God has, lakini hajaona ukamilifu kwa macho, anapitia magumu. He didn't see perfection in reality. Bwana asifiwe. Akasema haiwezekani. He said this is not possible. Mbona Mungu ameniumba vizuri? God has created lakini mambo yaendi vizuri. Alikuwa anaota mambo mazuri. But things do not go well. Alikuwa anaota mambo mazuri. He dreamt of good things. Alikuwa anaona mambo mazuri. He saw anaona na uwezo wa kufanikiwa. He saw that he has the strength. Lakini haoni matokeo. But he didn't have. Akaenda kwenye madhabahu ya maombi. So he went to Biblia the inasema altar. Yabes akamlingana Bwana. The Bible says Jabez akaomba maombi mazito. He prayed hard. Bwana asifiwe. Baada ya kuomba maombi mazito, hard prayers, Biblia inasema Mungu akabadilisha hatima yake. The Bible says God turned akabadilisha hali ambayo anapitia. He turned the kind of situation. Sikia mpendo wa Mungu, unaposimama katika maombi, when you stand in prayer, Mungu yupo. God is there. Mungu hakuachi. Atakukamilisha katika hali unayopitia. Kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Wakolosai mlango wa 4. Wakolosai mlango wa 4 mstari wa 12. Neno la Mungu linasema jinsi ambavyo Epaphras alivyokuwa akiomba na watakatifu wakakamilishwa. Wakolosai mlango wa 4. Sema asante Bwana kwa neno lako. Asante kwa neno lako siku ya leo. Epafra aliye mtu wa kwetu wa kwenu, Epafra aliye mtu wa kwenu, mtumwa wa Kristo Yesu, awasalimu, akifanya bidii siku zote kwa ajili yenu katika maombi yake. Katika nini? In his prayers. Katika maombi yake, ili kwamba msimame wakamilifu na kuthibitika sana katika mapenzi yote ya Mungu. So that you stand perfected in God's purpose. Kwa hiyo maombi ni eneo ambalo prayer is a place where linawafanya watakatifu it makes wakamilike perfect katika mapenzi ya Mungu. In God's will. Akifanya maombi, when they do prayer, katika maombi kuna ukamilifu. In prayers there is perfection. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Unapokuwa mtu wa maombi, when you become a prayer person, siku zote always, maombi yanakufanya prayer makes you unatoa yale ambayo hayajakamilika kwako. You remove all that is not perfect. Kwa sababu madhabahu ya maombi, because the altar of prayer ni madhabahu ya moto. Is the altar of fire. Unapoomba unakutana na Mungu. When you pray you meet with na Mungu wetu ni moto ulao. And our God is the zaidi, God of fire. Consuming fire. Zaidi ya hayo, more than that, ndani yako yuko Roho Mtakatifu. Inside you there's the Holy Spirit. Ambaye neno la Mungu linasema atawabatiza kwa Roho na kwa moto. In which the word of God says he will. Kwa unapoomba katika Roho, so when you speak in kuna moto unatoka ndani mwako. Kind of na ule moto unaotoka ndani mwako unapita kile eneo la maisha yako. Unapita kwenye hatima yako. Moto unaunguza na kuharibu kila ambacho si kusudi la Mungu. The fire consumes everything that is not of God. Jifunze kuishi katika madhabahu ya maombi. Learn to live in the altar maombi of prayer. Sio maneno yanayopotea. Prayer is not something that just maombi ni moto katika ulimwengu wa roho. Is fire in the spiritual maombi ni moto katika ulimwengu wa roho. Kila muombaji ni mbeba moto. A prayer person is a Nasema kila muombaji ni mbeba moto. A prayer person is a person who kwa sababu Roho Mtakatifu ni moto. Is fire. Roho Mtakatifu Holy Spirit ni moto. Is a consuming kwa hiyo unapokuwa mtu wa maombi, so when you are a prayer person, especially kwa kunena kwa lugha katika roho, especially in speaking the tongues, Bwana asifiwe, uonekani katika mwili lakini katika ulimwengu wa roho kuna moto unawaka. It isn't seen in the na chochote ambacho hakijakamilika kwenye maisha yako kinakamilika. And whatever that hasn't been perfected is perfected. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Biblia inasema ombeni bila kukoma. The Bible says pray without perishing. Na hili ndilo agizo ambalo makuhani walipewa pia kwenye Agano la Kale. And this is the kind of commandment that the priests were given in the Old Testament. Kitabu cha Walawi mlango ule wa 4 naamini. The book of Leviticus chapter 4. Bwana asifiwe. Neno la Mungu linasema moto usizimike madhabahuni. The Bible says that the fire should not ever. Walawi waliambiwa moto usizimike. Leviticus were told that the moto uendelee kuwaka madhabahuni. Bwana asifiwe. Lakini sisi katika Agano Jipya, but us in the New Testament, moto wetu upo katika maombi.
Ndio maana neno la Mungu linasema ombeni bila kukoma. That's why the word of God says, Yesu akasema msiache kuomba. Jesus said, pray. Maisha ya maombi yanakupeleka katika ukamilifu. A prayer life leads you to Bwana asifiwe. Praise the Lord. Njia ya tatu ambayo itakufanya uishi katika ukamilifu. A third way that will make you live. Usilale usingizi kama unataka kukamilika. Do not fall asleep if you want to be perfect. Njia ya tatu, third way, maisha ya dhabihu. Life of sacrifice. Naamini hii imekuwa rahisi sana, nyepesi sana. I believe this has been very simple. Kwa sababu wiki iliyopita tu tumeongelea juu ya dhabihu. Because last week we've talked jinsi ambavyo inatukamilisha. how it perfects us. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Ukiishi maisha ya dhabihu, if you live a life of sacrifice, utaishi maisha ya ukamilifu. You will live a life of perfection. Na maisha ya dhabihu and the life of ni maisha ya kikuhani. Is the life of priesthood. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Unaposikia maisha ya dhabihu ni maisha ya kikuhani. When you hear a life of sacrifice, it's a life of priest. Kwa kitabu cha Waebrania, ukisoma kitabu cha Waebrania ni kizuri sana if you read the book of Hebrews, kwa huduma ya kikuhani. It's a good scripture for priests. Bwana asifiwe. Praise the The Lord. book of Hebrews Kitabu cha Waebrania is very important for priesthood. Ni muhimu kwa ajili ya makuhani. Kumbuka sisi ni makuhani. Remember we are priests. Hallelujah. Sisi ni nani? Lakini sio makuhani jina. Ni makuhani kwa ibada. We aren't priests by name. Wengi wananisikiliza tu, wananisikia tu, sisi ni makuhani, wanaendelea mimi ni kuhani. Lakini kuhani wa maneno, sio kuhani wa ibada. Priests by name but not priests by service. Wanatakiwa uwe kuhani kwa ibada, sio kwa maneno tu. Priests by service, not sio by kuhani kwa kuhubiriwa. Not priests by being preached. Kuhani kwa matendo. Priests by actions. Bwana asifiwe. Biblia inasema kila kuhani akosi kufanya ibada kila siku. The Bible says every priest does not live to do service. Maana maisha ya kuhani ni maisha ya ibada. It means a priesthood life is a life of service. Na Biblia inasema kwa kufanya hivyo kuhani ukamilishwa kwa njia ya ibada. The Bible says in that way a priest is perfected in the way of service. Ukuhani unakamilika kwa njia ya ibada. A priesthood is perfected in the way of service. Kwa hiyo wewe kama mtoto wa Mungu, so you as a child of God, ishi kama kuhani wa Mungu. Live as a priest of God. Usihangaike kusema mimi ni kuhani. Do not struggle to say you're matendo a priest. yako ndio ambayo yatakufanya kuwa kuhani. Your actions are going to say that you're a priest. Unaitwa kuhani kwa ibada. You are called a priest by service. Hauitwi kuhani kwa sababu Biblia tu inasema sisi tumekuwa makuhani. You're not called a priest just because the Bible said we're called to be priests. Ila Biblia inatufahamisha kwamba sisi ni makuhani. But the Bible just informs us that we are priests. Tusimame katika nafasi zetu kama makuhani. We should stand in our positions as priests. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Kinachomfanya kuhani kuwa kuhani, whatever makes a priest to become a priest, kuhani hakosi kufanya ibada. A priest does not hakosi kufanya ibada. He makes sure he does service. Hallelujah. Praise the Lord. He ministers to God. Anafanya ibada kwa Bwana. Na kuhani anafanya ibada kwa njia ya dhabihu. And a priest does service in the na dhabihu ya kwanza kabisa ya kuhani ni yeye mwenyewe. And the first sacrifice is he himself. Agano la kale dhabihu ilikuwa ni mnyama. The Old Testament the sacrifice was an animal. Agano jipya Yesu Kristo amejitoa mwenyewe kwa dhabihu. Jesus Christ himself has given himself out to become a sacrifice. Na neno la Mungu linasema tumfuate Mungu. And the Bible says that we should follow God. Kama watoto wapendwao. As children who are loved. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Tukijitoa wenyewe miili yetu kuwa dhabihu iliyo hai takatifu na kumpendeza Bwana. Us giving out ourselves as an offering kama to God. Yesu alivyofanya. Just like how Jesus did kama Yesu alivyofanya. Just like how Jesus did it. Kwa hiyo tunakuwa dhabihu. So we become sacrifice. Tunakuwa dhabihu. We become a sacrifice. Pale ambapo tunafanya ibada. Where we do service. Inayoanzia kwenye miili yetu. Where it starts from our body. Inayoanzia kwenye miili yetu. Where it starts from our body. Unapomtii Mungu na kufanya mapenzi ya Mungu. When we obey God and do his will. Unafanya ibada kama kuhani. You do a service as a priest. Hallelujah. Praise the Lord. Kila ambacho unakifanya wewe ni kuhani. Whatever you do is a priesthood character. Ni ibada. It's a service. Hii ina maana ukiangalia katika mtazamo huu. This means when you look at this kind of maisha image, yetu yote sisi kama waamini. Our life as believers. Ni maisha ya dhabihu. Our lives of service. Dhabihu haina wakati au kipindi. Sacrifice does not have time. Kupumua kwako ni dhabihu. Your breathing is sacrifice. Kwa sababu gani unamtumikia Mungu? Why? Because you're serving the Lord. Kuanzia kwenye ufahamu wako. Starting from your mind. Pale ambapo unatafakari neno la Mungu. Where you meditate the word Mungu of God. ndani yako. God is inside you. Ile ni dhabihu pia. That's also a sacrifice. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Unapomsikia Mungu, kumbuka Mungu anaongea kila wakati. Remember God speaks every time. Mungu anaongea kila wakati. God talks to you unapomsikia Mungu, when you listen to God, Biblia inasema kusikia kwako the Bible said your hearing ni dhabihu. Is a sacrifice. Kwa tuishi maisha ya dhabihu. So we should live a life of sacrifice. Mungu. While we are listening to God. Mungu.
We obey God. Katika hilo tunakamilishwa. In that we are perfected. Ayubu alikuwa akiishi maisha ya dhabihu. Job lived a sacrificial life. Ingawa yeye aliishi kwenye agano la kale. Although he lived in the Old Testament. Lakini kila siku. But every day. Mwambie jirani yako kila siku. Tell your neighbor every day. Kila siku. Every day. Ayubu. Job. Alikuwa anatoa dhabihu. Alikuwa anatoa sadaka. Gave out offering. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Kwa hiyo wewe kama kuhani, so you as a unatakiwa ufanye zaidi ya Ayubu. You're supposed to do more than Job. Hallelujah. Praise the Lord. Na kama jinsi ambavyo Ayubu alikuwa and just like how mkamilifu, Job was perfect, mpaka katika mali zake until in his possessions alikuwa amekamilika. He was perfected. Hii ndio siri kubwa sana ya mafanikio. This is the biggest secret. Nisikie watoto wa Mungu. Listen to me, children of God. Hatujaitwa kuwa watumwa. We have not been called to become slaves. Tumeitwa kuwa wana. We have been called to become sons. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Biblia inatuita sisi ni wana wa Mungu. The Bible calls us sons of God. Sisi si watumwa. We are not slaves. Neno la Mungu linasema mtumwa hakai nyumbani. The Bible says slaves do not sit at home. Bali mwana hukaa nyumbani. But sons sit at home. Yesu ndiye aliposema kitabu cha Yohana. God said in the book kwamba of John sisi ni watoto wa Mungu. That we are the sons of God. Sisi sio watumwa. We are not slaves. Maana watu wengine wanafikiri kumtumikia Mungu ni utumwa. Because other people think serving God is Sio being like a utumwa. slave. It's not slavery. Hallelujah. Praise the Lord. Kumtumikia Mungu serving God ni ushirika. Is intimacy with God. Is yani Mungu akai pembeni, yuko ndani yetu. God does not step aside. Akitenda kazi ndani yetu. God is with us, working inside us. Sisi ni watenda kazi na Mungu. We are workers with God. Bwana asifiwe. Tunapotenda kazi na Mungu, when we work together with God, tunafanya kazi yetu ya ukuhani. We do our job as priests. Kama Ayubu alimtumikia Mungu, if Job was able to serve na akafanikiwa, and was successful, hii ina maana wewe kama mtoto wa Mungu, this means you as a child of God, wewe kama mtoto wa Mungu, you as a child of umeonyeshwa njia ya mafanikio. Kwa mtoto wa Mungu hakuna njia nyingine ya mafanikio kama njia ya kumtumikia Mungu. Anasema nanyi mtamtumikia Mungu, naye atabariki. Ukishasikia tu baraka, ujue ni mafanikio, kwa sababu baraka ya Mungu hutajirisha. Baraka ya Mungu hutajirisha. Mithali 10:22. Mithali 10:22. Proverbs 10:22. Baraka ya Mungu hutajirisha na wala haina majuto ndani yake. Bwana asifiwe. Kwa unaposikia baraka ya Mungu, ujue hayo ni mafanikio. Anasema mtamtumikia Mungu naye atabariki. Hata kabla ya kutaja vile ambavyo ametaja pale, lakini ukishasikia tu atabariki, maana yake amekuingiza katika mafanikio. Maana yake unapoishi maisha ya dhabihu, maisha ya kikuhani, maisha ya ibada, maisha ya kumtumikia Mungu. Umeona hivyo vitu vinne? Maisha ya nini? Dhabihu. Ni kitu kimoja. Maisha ya ibada, maisha ya kikuhani. Bwana asifiwe. Haleluya. Maisha ya nini? Maisha ya ibada, maisha ya dhabihu, maisha ya kikuhani. Haleluya. Ni maisha ya nini? Ni maisha ya mafanikio. Tunafanikiwa tunapomtumikia Mungu wetu, kwa sababu Mungu ndio chanzo cha mafanikio yetu. Usipoteze muda kwenye maisha yako. Mtumikie Mungu. Unapomtumikia Mungu, nasema mengine yote mtazidishiwa. Haleluya. Haleluya. Nasema kama wakinitumikia, kama wakinitumikia na kunitii. Ayubu 37. Job 37. Ayubu 36 mstari wa 11. Job 36. Kama wakinitumikia na kutii. If they obey me and do serve me. Hallelujah. Kama wakinitumikia na kunitii. If they obey me and serve me. Wataishi siku zao katika mafanikio. They will live all the days of their life. Wataishi siku zao katika mafanikio. They will live all their days in their life. Ndugu, mafanikio yako mbele yako. Neighbor, chagua siku ya leo. Choose today. Ni upi ambao unamtumikia? Which one you want to serve? Ukimtumikia Mungu utafanikiwa. If you serve God, you will succeed. Ukitumikia dunia utakuwa mtumwa. If you serve the na hakuna mtumwa yeyote ambaye siku zote ni tajiri. And no one's rich in this world. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Mtumwa anayetumikishwa. A slave. Mtumwa anayetumikishwa. A slave who is hakuna mtumwa ambaye alitumikishwa katika bara Afrika akatajirika. Tunafahamu utumwa ni umaskini. We all know that slavery kama mtumiki Mungu unaelekea katika umaskini. If you do not serve God, you're heading to the path of poverty. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Sema mimi ni mtumishi wa Mungu. Say I am
Sema mimi ni rafiki wa Mungu. Sema mimi ni kuhani. Sema mimi ni mwabudu. Ninafanya ibada. Ninamtolea Mungu dhabihu. Ninamtumikia Mungu. Bwana asifiwe. Haleluya. Umeona njia za kuishi katika nini? Katika ukamilifu. Have you seen these ways of living perfection? Njia hizi tatu yani hizi zenyewe tu tayari. These three are already enough. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Haleluya. Praise the Lord. Mama leo vipi? Roho Mtakatifu amelala. Haleluya. Huwa ninapohubiri mama anakuwa leo itabidi tukuombee, unaumwa Amina. Haleluya. Usizimishe moto. Not quench the fire. Sema njia tatu. Say 3 ways. Nimejifunza njia tatu. I've learned 3 ways. Tangu mwanzo wa mwezi mpaka sasa hivi niwe mtu mkamilifu. I will be a perfected. Haleluya. Njia ya 4 kwa leo ya mwisho. 4th way. Bwana asifiwe. Kuishi katika ukamilifu. To live in perfection. Wakolosai mlango wa 3 mstari wa 14. Colossians 3. Wakolosai mlango wa 3 mstari wa 14 ni njia 4. Tunamalizia hiyo njia. Zaidi ya hayo yote. Umesikia zaidi ya hayo yote hapo juu ambayo tumeyataja. Ya kwanza ilikuwa nini? Neno la Mungu, kuishi katika neno, hofu ya Mungu. Ya pili ilikuwa nini? Maisha ya maombi. Second one, prayer. Ya tatu ilikuwa nini? Dhabihu, maisha ya kikuhani. Third one, sacrificial life. Bwana asifiwe. Ambayo hii ya tatu inaelezea tu yani hapa nakuchanganulia, lakini yote ni kitu kimoja. Kwa sababu kuhani ni mtu mwenye neno, anamtii Mungu, anamtumikia Mungu. Kuhani anafanya maombi. Umeona? Yanaendana. Kwa hiyo usiyatenganishe kivile. Amen. Unapojitoa kuwa dhabihu utajikuta tu wewe ni muombaji. Unapojitoa kuwa dhabihu unajikuta tu wewe mtenda neno la Mungu, mcha Mungu. Umeona? So it is simple. So ni rahisi. Umesikia eh? Do you hear me? Namba 4 anasema zaidi ya hayo yote jivikeni upendo. Ndio kifungo cha ukamilifu. But above all these things put on love. The bond of perfection. Bwana asifiwe. Kwa hiyo utazunguka kwenda huku na kule. Amen. Anasema zaidi ya yote nini? Upendo. Ndio nini? All in all it's love. Ndio nini? Kifungo. Yani ndio summary yenyewe sasa. That's the whole conclusion. It's the whole summary. Mtu anaishi katika upendo. A person who lives in love. Kwa sababu Mungu ni pendo. Because God is love. Anakuwa kama Mungu. He becomes na Mungu ni mkamilifu. And God is perfect. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Unapoishi katika upendo. When you live in love. Hallelujah. Praise the Lord. Kama Mungu alivyopendo. As God is love. You become like God. Unakuwa kama Mungu. Naamini tulikuwa tuna mwezi wa upendo, mwezi wa 4, si ndio? I believe we had the month of love. Nakumbuka neno la mwezi wa 4. Do you remember the month? Msisahau neno la mwaka huu. Tangu Januari mpaka sasa tuko mwezi wa 7. Since January till now we're in the 7th month. Mungu anakulisha vilivyo mwaka huu. God is making you eat. Bwana asifiwe. Anatueleza kwamba upendo ni kifungo cha ukamilifu. He shows us that love is kwa hiyo mtu anayeishi katika upendo. So someone who lives in love. Anaishi katika ukamilifu. Is someone who lives in perfection. Usikose kuishi katika upendo. Do not live to live. Usikose kuishi katika upendo. Make sure you do not living in love. Hallelujah. Usikose uishi katika upendo. Hallelujah. Amen. Make sure you don't miss to live in love. Amen. Hallelujah. Now, somo la upendo. The subject of ni somo ambalo liko tricky. It's a topic that it's very tricky. Amen. Ni kama somo fulani lina ujanja fulani. It's the kind of topic. So kwamba lina ujanja lakini sisi tunalitengenezea ujanja. It's not a trick but we make tricks. Ngoja nikwambie kitu kimoja ambacho kitasaidia kutoa ufupisho. Let me tell you one thing that will wa neno hili au kipengele cha upendo. Of this topic of love. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Sema asante Bwana kwa neno lako. Say thank you Jesus for your word. Sema asante Bwana kwa neno lako. Say thank you Jesus for your word. Hallelujah. Warumi mlango wa 12. Romans chapter 12. Mstari wa 8. Verse 8.
Hichi ndio ambacho kinanifanya niseme upendo imewekwa kuwa topic au somo kama la ujanja. Warumi 12 mstari wa 8. Romans 12 verse 8. Pendo na lisiwe na unafiki. Na nisikia hapo? Amen. Pendo na lisiwe na nini? Maana yake kuna pendo la unafiki. Haleluya. Pendo na lisiwe na unafiki. Lichukieni lililo ovu, mkiambatana na lililo jema. Hate the evil and abide with what's good. Umesikia? Praise the Lord. Lichukieni lililo ovu, hate whatever is mkiambatana na lililo jema. And abide with all that's great. Kumbuka siku zote, remember, ili neno usilisahau. You should never forget. Unaposema mimi na upendo, when you say that I have love, pima upendo wako. Pima upendo wako. Measure your love. Kama neno la Mungu linavyosema. As how the word of God says. Hakikisha unafiki haupo kabisa katika upendo. Hypocrisy. Make sure hypocrisy is not in your life. Hallelujah. Hakikisha hakuna unafiki kabisa katika upendo. Make sure hypocrisy is not found in your love. Kwa sababu kinachodanganya, because what lies ni unafiki. Is hypocrisy. Mtu anasema ninakupenda, someone says I love you, lakini kumbe sivyo. But it's not in that way. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Kitabu cha waraka wa Yohana mlango ule wa 4. John verse 4. Hallelujah. Praise the Lord. Yaani kitabu cha waraka wa Yohana chote, the whole book of John, ni somo zuri sana katika upendo. It's a really good teaching and a lesson in the topic of love. Hallelujah. Praise the Lord. Waraka wa kwanza Yohana mlango wa 4. 1 John chapter 4. Tena mlango wa 3. Mlango wa 4 una mambo mengi, lakini mlango wa 3 nitakusaidia pia. Will also help you. Mstari wa 18. Watoto wadogo, tusipende kwa neno wala kwa ulimi, bali kwa tendo na kweli. My little children, let us not love in the word or in the tongue. Hapa anaelezea ule unafiki tuliokuwa tunaosema kwenye Warumi. Over here it explains the kind of hypocrisy anasema we're talking hivi, about. Watoto wadogo, he says, tusipende kwa neno. Let us not love in word. Yani mtu ambaye anakuambia nakupenda lakini hakupendi, yani kwa maneno. Tusipende kwa maneno. In mere words. Mere words. Sawa? Tusipende kwa maneno tu. We should not love wala kwa ulimi, in word or in bali tongue, kwa tendo na kweli. Indeed and in tendo na kweli. Indeed and kwa hiyo matendo yako, so your actions, ndio upendo wako. Is your love. Sio maneno tu, not your words, sio ulimi tu. Not your tongue. Ikiishia kwenye ulimi, if it ends in the tongue, inabaki kuwa unafiki. It remains to become a hypocrisy. Hallelujah. Praise the Lord. Mtu kaja kukwambia umependeza, yani binti umependeza. Someone may tell dada, you leo umependeza. You're outshining. Alafu akienda pembeni anasema muangalia alivyovaa yule. But when Hallelujah. Amen. Watu wengi sana ni fake. Many people are fake. Upendo ni Love Mungu. Is God. Hallelujah. Praise the Lord. Mungu ni pendo. God is love. Kwa anaposema, so when he says, tembea katika upendo, walk in love, maana yake tembea kama Mungu. Means walk like God. Unapoona watu, when you see people, waone kama Mungu anavyoona. See them as how God sees. Je, unasamehe watu? Do you forgive people? Mtu akikosea, hata kama wewe ukiwa sahihi, mtu amekukosea, when someone mistakes ni kipimo cha upendo. Does something mwingine mtu akimkosea, someone else when someone wrongs anadai,
kwamba yeye yuko sahihi. Huo sio upendo. That's not love. Hallelujah. Praise the Lord. Biblia inasema upendo The Bible says love usitiri wingi wa makosa. Umeona? covers all wrongdoings. Upendo usitiri wingi wa makosa. Love covers all wrongdoings. Kwa hiyo hatukupimi na upendo, so we do not wala measure usijipime na upendo, or don't measure your love. okay? Yourself. Kwa sababu unasema tu mimi nawapenda watu, mimi Just napenda because sana, you mimi na say that upendo. you love people. Mtu anapokukosea, When someone wrongs you, mtu anapokukosea, when someone wrongs makosa you, anapokuja mbele yako, when wrongdoing hicho ndio comes kipimo in cha front of you, upendo. that's the measure of love. Tunaufahamu upendo We know love kutokana na makosa yaliyo mbele yetu. as per the Je, watu wrongdoings in wanapokosea, front of us. When mtu people anapokosea, wrong us, when people wrong us, je, bado unamshtaki au bado unamhukumu? do you still want justice? Kwa sababu upendo usitiri wingi wa makosa. Because love covers all wrongdoings. Hiyo ndo tabia ya Mungu. That's the attitude of God. Tunalifahamu pendo la Mungu. We know Biblia inasema love of tunalifahamu pendo la Mungu we know the love of God kwa sababu Mungu because God alimtuma mwanae mpendo Yesu Kristo. sent his only begotten son Wakati Jesus sisi Christ. tulikuwa katika hali ya kufa, katika hali ya dhambi, When we were in a bado state of Yesu death, alitufia. but Bado still, Yesu alitufia. Jesus went and died for us. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Kwa hiyo kama Mungu alivyo, So as God is, jitahidi kama Mungu alivyo. make sure. Na ndio maana tunajifunza neno la Mungu. That's why we learn the word of God. Ile pointi ya kwanza muhimu sana, The first point is ukamilifu very kwa njia ya important. neno. Perfection Neno la in Mungu the linapojaa way kwa of, wingi ndani mwako, neno la Mungu linapojaa kwa wingi ndani mwako, when the word of God dwells in linabadilisha tabia yako, it changes your attitude. linabadilisha mwenendo wako. It changes your character. Unaanza kufanana na Mungu You start kiasi kwamba resembling watu God. wakija mbele yako na makosa, To some extent when people come badala ya in front kuyatangaza of you, makosa yao, instead of announcing their unayasitiri wrongdoings, makosa yao. you cover their wrongdoings. Unayasitiri vipi makosa yao? How do you cover Kwa their kuwasamehe. wrongdoings? By forgiving. Kila anayesamehe anasitiri wingi wa makosa. Whoever forgives Tembea covers katika upendo mwaka all huu. wrongdoings. Tembea katika upendo milele. Live in love Utaishi katika njia ya forever. ukamilifu. You will live in Asema the upendo way ni of kifungo perfection. cha ukamilifu. Tunapopendana sisi kwa sisi, When we love each other, kama jinsi ambavyo upendo husitiri wingi wa just makosa, like how love hakutakuwa na covers makosa all katikati yetu. there won't be wrongdoings. Kinachobaki ni among us. nini? Tumekamilika mbele za Mungu. What will be left is that Kinachofanya we're watu perfected. wasikamilike ni nini? Makosa. Haleluya. Praise the Lord. Makosa. Jitahidi siku zote, Make sure always jitahidi in siku life. zote, Make sure always kama in life. Mtume Paulo anavyosema, Just like how Apostle Paul na says, waonyesha njia iliyo bora. I show you a better path. Njia iliyo bora ni upendo. A better path is love. Karama kuliko karama zote ni upendo. The most, Hata greatest ukijua gift is neno love. namna gani, even if you know the hata word, ukawa na imani ya how kuhamisha much? milima. Even if you have the kind of faith, Bwana asifiwe. Hata kama ukawa Move unatabiri mountains. asubuhi mpaka jioni. even if you prophesy day and night. Na nisikia vizuri watu wa Mungu, Do you hear me, people of wale ambao God? tunapenda unabii. Those Hata mimi people napenda who unabii. love prophecy. Hata mimi napenda unabii. Even I love. Bwana asifiwe. Praise Na the napenda kuwa nabii. And I love becoming a prophet. Haleluya. Bwana asifiwe. Amen. Napenda unabii. I love Mimi mwenyewe prophecy. napenda unabii. Lakini I nawaonya wale also ambao love wanapenda prophecy. unabii kupitiliza. Bwana asifiwe. Unabii sio approval, sio kithibitisho kwamba huyu ni mtumishi wa Mungu. Prophecy is not an approval. that Biblia he is inasema wapo manabii wa Baali. the Bible says there are prophets of the seas. Bwana asifiwe. Sina wanaitwa manabii. Manabii wa nani? They are also called prophets, sea prophets. Haleluya. Kwa hiyo unabii sio kithibitisho cha utumishi wa Mungu. So prophecy Kithibitisho is cha not an utumishi wa approval. Mungu. An approval, Anasema unabii utapita. he says prophecy will pass. Imani itapita. Faith will pass. Maarifa yatapita. Knowledge will pass. Lakini kitakachobaki ni nini? Upendo. But whatever will remain is love. Waraka wa kwanza wa Korinto mlango wa 13 mstari wa 13 anasema Corinthians sasa 13:13. viko vitu vitatu: imani, tumaini na upendo. There are three Na katika hayo things, love. matatu lililo kuu ni nini? Upendo. Kama lililo kuu ni upendo, If the greatest one is love, Bwana asifiwe. praise the Maana Lord. yake upendo utakufanya wewe kuwa mkuu. It means love will make you Upendo become- utakufanya wewe kuwa mkuu. Upendo utakufanya ukamilike. Katika jina la Yesu, simama kwa miguu yako. Stand Sema, and Bwana asante say, kwa "Oh, kunionyesha Lord, hizi njia nne
za ukamilifu katika maisha yangu. Kuanzia leo, kuanzia sasa, ninaishi katika hizi njia. Sitapungukiwa neno la Mungu, sitapungukiwa hofu ya Mungu, sitapungukiwa maisha ya maombi, sitapungukiwa maisha ya dhabihu, maisha ya kikuhani, sitapungukiwa upendo katika maisha yangu, kwa jina la Yesu.